Kwa sababu yani wewe umeniachia mimi sawa? Nakubali kwamba umeniachia mimi mikoba yote. Ni kila kitu umeniachia mimi. Lakini sasa nimetokea tatizo kama hili hapa. Inabidi mimi ningefanyaje sasa? Mimi naondoka. Nataka kuanzia kesho fundi awepo. Na kama mpango niliopanga, nikirudi wiki ijayo, sitaki maelezo Chachana. Nataka kazi nione kwa macho, sio kwa maneno. Sawa mama wangu. Sasa nimeshakuwa shida. Yaani sasa. Mtu unakuja tu, yaani unatoka unakuja bila mawasiliano yoyote. Na wewe umeshaanza kujikuta sasa wewe kama ni kiongozi. Ni kiongozi kama kwa hii nchi. Wewe tunaishi na mimi nataka kunisumbua. Sasa kama ni kiongozi sana anataka kunisumbua. Nini cha chanzo? Nini? Nini ndugu yangu? Acha mawazo. Mbona ndo mji? Yaani kama hujafa na ajali basi utakufa na nini? Utakufa na mawazo. Sawa? Hizo vijijini. Mwanangu hatari. Jamaa katimba bwana hapa. Sasa hapa anataka kuja kunitumbua. Bosi wangu hapa. Amekuja moja kwa moja. Ananikuta. Amekuja kwa fundi hakuna ndani. Sasa mimi achana naye. Hawa ndio walivyozoea mjini, shazoea. Niambie mwanangu. Wakishapewa kidogo na Mungu basi wana kama ndio wamepewa dunia nzima. Sisi shazoea. Kuna nini? Sasa ndugu yangu, unajua leo nimekuja nikasema leo ndugu yangu. Kwanza kuna hapa nimekaa kibichi. Unajua niko kunapiga sana mazoezi. Mpaka nikangoja jasho. Nikatoa shati nikapembeni. Nikasema kapate cha chando hapa. Sasa ndugu yangu unaponiona, yaani ndugu yangu nafikiri unajua kabisa kwamba kitambo mimi nilikuwa bonge la mwimbaji. Zamani. Ni kweli hii. Mimi nakumbuka. Nilikuwa na melody za ajabu. Sasa kuna melody yangu moja hivi kuna wasanii mmoja kaitumia. Inaimba hivi nafikiri ushaisikia yenyewe. Inaimba go down hata mara moja go down. Tembele go down hata mara moja go down. Tembele. Sasa hiyo mimi sikuwa simbi hivyo. Hiyo ndio naimba sauliza. Mine hata mara moja kula mine sio tembele. Mine hata mara moja kula mine sio tembele. Sasa sikiliza nakupa tu taratibu tutaenda. Hapo utasikia umekumbwa na jini gani? Mbona hata ndani hatuelewani? Mimi nilikuwa sipiji hivyo sasa. Umekula maini ya mnyama gani? Yaani sio na vitamini. Kula ya tembo mwili ujitanue. Mbona vitu hivyo? Yaani mimi nakwambia kila siku kisimu. Yanakula mtu yoyote hata ukimwangalia uko nje. Hakuna anaweza kukufikia. Hiyo ni ngoma, ni kali kuliko hata ya ambayo jamaa ameimba. Hizo zote. Hiyo umetengeneza wewe. Ngoma ni kali kweli kweli. Sasa ndugu yangu, nikwambie kitu kimoja. Sasa mimi na mashairi mengi sana unajua. Hapa nikisema nianze kupiga mashairi mengine, kuna kama atakoza muda. Nataka nianze taratibu na wewe. Sasa nataka nikupeleke kwa nini? Kwenye tiba mbadala. Sawa. Sawa. Kwenye tiba mbadala. Tiba mbadala. Sasa ndugu yangu, tulivyoendaga China kipindi kile. Umesoma? Tulikaa kama ni tano. Umeona? Tukitathmini vitu fulani hivi katika wachezaji mpira hawa. Umeona? Tukagundua kwamba supu ya kichwa cha kondoo. Kichwa cha kondoo kile supu yake. Ina madini ya ndonga. Umeona? Kwa hiyo ina uwezo mkubwa sana wa kufanya wachezaji mpira wale. Hata akiwa katikati ya uwanja akipiga kichwa mpaka nyavuni. Kipa. Hiyo sio mimi hiyo. Shida ni vile kile ndugu yangu. Ni kweli. Umeona? Sawa. Sawa. Sasa basi tulivyokaa ndani mezzo basi ukajua kwamba kwa nini wachezaji wengine wanakuwa wanapiga vichwa magoli ya vichwa sana. Umeona? Kumbe hadi yule Patrick Kluivert yule wa Uholanzi, mchezaji mmoja wa Uholanzi kama unamjua. Sawa. Anapiga sana vichwa magoli ya vichwa. Sawa. Zidane. Ni kweli. Walipiga supu ya kichwa cha kondoo. Dozi yake mara 3 kama kawaida, asubuhi bakuli moja, mchana bakuli moja na usiku bakuli moja. Mtu anakuwa anapiga nyavu katikati ya uwanja, kichwa nyavu. Mguu wenyewe unasubiri. So kama kile ni kipaji. Ile kwa sababu ya kula supu ya kichwa cha kondoo. Unazuia rangi. Ugopa kichwa kinazuia rangi. Unaona?
Sasa tuache hayo. Hiyo nilikuwa nakupa kidogo tiba mbadala. Sawa. Tunakwenda kwenye nini? Kwenye uondo. Uondo. Sio kwenye uondo, kwenye Kenya. Umeona bwana? Si nilikamisi kale nikafikiri kale kipindi kile. Kale. Sasa hivi Kenya. Lazima mbavu ziumbe. Dental form lazima itoke, umeona? Sasa ndugu yangu, kuna jamaa mmoja, mtu mzima mmoja, alienda kanisani, umeona? Alienda kanisani sasa. Tunajua tuna masuala ya ubatizo, umeona? Basi padi kama kawaida akachukua kichwa akakizamisha ndani ya maji, umeona? Alipokizamisha ndani ya maji, unajua ubatizo wetu unapokuwa, ubatizo kizamisha ndani ya maji, kachomolewa. Alipochomolewa akaambiwa sasa hivi umekuwa kiumbe kipya, umeona? Na kwa sasa hivi, kuanzia sasa hivi utaitwa nani? Utaitwa Paulo. Kuanzia sasa hivi pombe usinywe tena. Watanibeba mtaani. What?